Na mtazamaji wa TBC1 kupitia Jambo Tanzania. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi wa Uganda, Jaji Simon Byabakama tayari ametangaza matokeo ya mshindi wa kiti cha urais wa Uganda, ambapo Yoweri Kaguta Museveni ambaye alikuwa mgombea wa chama cha National Resistance Movement tayari ametangazwa kushinda kwa asilimia 71.6, moja kati ya ushindi mkubwa kabisa ambao umefanyika, licha ya kwamba mpinzani wake mkubwa alikuwa ni Robert Kyagulanyi maarufu Bobi Wine wa NUP, yani National Unity Platform. Sasa ushindi huu una maana gani kwa Waganda? Nini mustakabali wa maendeleo ya Uganda, hasa masuala ya amani, maendeleo na mambo mengine muhimu? Tunashuhudia Uganda ambayo ilikuwa na upinzani mkubwa katika kipindi cha kampeni. Je, umoja utakuja mara baada ya matokeo kutangazwa? Hayo yote utayapata hapa. Ninazungumza na mchambuzi wa siasa na diplomasia kwa ujumla wake. Huyu ni Deus Kibamba, moja kati ya watu ambao wamekuwa wakizungumza kwa uzuri kabisa masuala haya. Mwalimu, naam, matokeo tayari tumeyaona. Ndio. Hii ina maana gani kwanza kwa Waganda kumpa nafasi kwa mara nyingine tena Yoweri Museveni? Nakushukuru sana. Kwanza ni matokeo yaliyotarajiwa. Matokeo yaliyotarajiwa kwa sababu miamba iliyotakiwa kuwa inashindana na Rais Museveni iko kwenye matatizo. Daktari wake Rais Museveni wa miaka yote tangu akiwa msituni, Dr. Kizza Besigye, yuko jela. Halafu wako watu wengine ambao majenerali wawili watatu ambao walikuwa nao wanachuana na Rais Museveni. Kwa kweli hati waziri mkuu wa zamani ambaye alikuwa anategemewa sana kwamba katika chama cha NRM angeweza kuwa ndiye angemfuatia Rais Museveni, baada ya kugombana kidogo na Rais Museveni, hatujui hata yuko wapi. Kwa sababu hiyo, huu ni ushindi ambao kwa mtu kama mimi ambaye nimekaa kule Uganda, nimefuatilia masuala haya, uchaguzi si mmoja, nimefuatilia chaguzi kadhaa mfululizo, nilikuwa na utegemea ushindi huu. Sasa utaniuliza kwa nini ulikuwa unategemea? Jambo moja kubwa ambalo nimejifunza kwa uchaguzi huu na uchaguzi wa Uganda uliopita na chaguzi kadhaa za Afrika ni kwamba vyama vyenye mizizi kama kilivyo NRM kwa kweli vinavuna kura zake vijijini. Kwa hiyo utakuta mjini Entebbe pale, Kampala, Kabalagala, NUP, mimi naita NUP ya Bobi Wine, inaokota. Na hii ni kwa kweli karibu sehemu zote za Afrika. Unakuta mijini, ukienda hata Zimbabwe, ukiwa Bulawayo, ukiwa Mutare, ukiwa hapa makao makuu, unakuta vyama vya upinzani vinaokota. Lakini vijijini hali imekuwa bado sio. Kwa hiyo naweza kusema kwamba somo moja jingine tena ambalo Uganda imetoa ni kwamba vyama vya siasa Afrika lazima vijifunze kushirikiana. Sawa, mwalimu. Tumeshuhudia kwenye kampeni ambazo zilikuwa zikiendelea, vijana wengi walikuwa wanaonekana kumuunga mkono Robert Kyagulanyi, lakini watu wazima walikuwa wanaonekana kwa asilimia kubwa wanamuunga mkono Yoweri Museveni, na sababu kubwa ikitajwa kwamba yule Museveni akiendelea kuwa kiongozi, amani, utulivu utaendelea kuwepo Uganda. Je, mara baada ya matokeo haya kutangazwa, tunakwenda kuona amani ikiendelea kutamaraki nchini Uganda? Nadhani ndicho kitakachotokea. Kwa upande mmoja inategemea na amani unaitazama kwa mlengo upi. Kwa hivyo kwa mfano wazee ambao wameona Uganda ikiwa kwenye machafuko miaka hiyo 71, 78, 79, nadhani wamechoka kuona hali ile. Kaskazini mwa Uganda kulikuwa na makundi ambayo yalikuwa yanatoka misitu ya Chad, misitu ya Kongo. Ikiwa yale makundi yanakuja yanaua watu kijijini, yanatoweka kurudi msituni. Kwa hivyo nadhani watu hawatapenda, wazee wale wanakumbuka kumbukumbu kama hizo zinawafanya waseme hapana. Lakini wako vijana ambao tangu wamezaliwa waliwahi kumuona rais mmoja tu. Wao kwa wao tafsiri ya amani
tafsiri ya utulivu ni tofauti kidogo. Wao amani kwao ni pamoja na kuweza kuamka asubuhi ukaenda ukatafuta kazi ukaipata, ikakuingizia kipato, ukaweza kununua sukari na mkate. Kwa hivyo nadhani Rais Museveni kwa kweli atahitaji kuongoza taifa hili la Uganda katika awamu hii mpya, kujaribu kuengage, kujaribu kusikiliza tafsiri zote hizi mbili. Tafsiri ile ya kwamba ulinzi na usalama kwa maana hiyo ya zamani, lakini ulinzi, amani na usalama kwa maana hii ya vijana. Kwa sababu vijana sasa kwa bahati mbaya ndio wengi. Vijana katika Uganda ni 75% ya population yote, idadi yote ya watu Uganda. Kwa hivyo huwezi kusema kwamba wazee wale wanaoonekana wanamshangilia, kwa mfano wazee kule Uganda hawana kabisa jina, sura, imani nyingine zaidi ya Museveni. Lakini hao wazee wako wangapi? Tunazungumzia 20% ya nchi. Kwa hivyo nafikiri kwamba Rais Museveni atalazimika kwa kweli, ili amani iendelee kuwepo, atalazimika kidogo kusikiliza tafsiri ya vijana ya amani na usalama ni ipi, ili angalau nchi iweze kujiposition, iweze kujiweka katika mtindo ambao ni wa kuweza kuhudumu tafsiri zote hizo mbili. Katika kampeni ambazo alikuwa akifanya, ameshuhudiwa akitaja kuleta maendeleo katika maeneo tofauti, ikiwemo sekta ya afya, sekta ya elimu, sekta ya viwanda, kilimo ambacho Uganda inategemea sana, na masuala ya biashara na uchumi. Ni kwa namna gani anakwenda kutekeleza haya kuhakikisha hata yale ambayo ameyafanya kwa miula 6 ambayo amekuwepo madarakani, anahakikisha basi anafanya hivyo ili kuleta utulivu na maendeleo katika nchi ya Uganda? Uongozi wa nchi si kazi ya mtu mmoja. Kwa hivyo mawaziri atakaowapanga, kwa kweli huwezi kutegemea kwamba mawaziri wote watarudi wale wale au wataondoka wote. Utakumbuka kwamba katika kipindi cha Rais Museveni ndio shida nyingi kwa kweli ziliondoka. Yako machangamoto mengine ambayo, kwa mfano ajira kwa vijana, ambayo ni magumu. Sikumbuki nchi ambayo inaendelea ambayo tatizo la ajira kwa vijana limetatuliwa moja kwa moja. Itakuwa kwa mfano Afrika, unionyeshe nchi moja ambayo tatizo la ajira kwa vijana halipo, hutaipata. Ni tatizo la dunia nzima, sio Afrika peke yake. Tatizo la dunia nzima. Lakini nafikiri kitu ambacho Rais Museveni amejitahidi ni kwamba kutokana na utulivu ambao upo, basi miradi inafanyika. Kwa mfano mnafahamu bomba hili la mafuta kutoka Hoima mpaka kuja Tanga. Bomba hili peke yake thamani yake ni dola bilioni kadhaa. Sasa kwa kweli nadhani miradi kama hiyo, matarajio ya raia wa Uganda ni kwamba ukizungumza nao wanasema miradi kama hii wanajua haitakatishwa kwa sababu Rais Museveni ni yule yule, na kwa hivyo miradi kama hii wanategemea itakamilika na itaanza kutekelezwa, jambo ambalo litaongeza idadi ya ajira hata kwa hao vijana ambao wanatafuta ajira. Kwa hivyo mimi nafikiri kwamba kwa kipindi hiki matumaini ni makubwa. Hata hivyo niseme changamoto moja ni kwamba Rais Museveni sasa yuko kwa miaka 81-82. Kwa hivyo kwa namna yoyote ile, kama Mungu atakuwa amemlinda akamaliza kipindi hiki tena cha miaka yake 5, basi kunahitajika sasa hivi NRM ianze kufikiria, na Uganda kwa ujumla ianze kufikiria nani atakayechukua hatamu za uongozi wa Uganda baada ya Rais Museveni. Ni kwa namna gani sasa Museveni anakwenda kushirikiana na mataifa ya jirani, hasa nchi za maziwa makuu? Kuna moja kati ya mchambuzi ambaye nilikuwa ninazungumza naye akaniambia moja kati ya vitu ambavyo vinampa nafasi kubwa ya Museveni kuendelea kusimika mizizi mizuri kwenye nchi ya Uganda ni pamoja na ushirikiano ambao amekuwa nao kwa muda mrefu. Na bahati nzuri sana hata wewe kwenye mazungumzo yako umetaja mradi wa bomba la mafuta ghafi EACOP ambao tunao na Tanzania. Ushirikiano unauonaje hasa kwenye hiki kipindi ambacho amepata nafasi kwa mara nyingine tena? Ni kwa namna gani anakwenda kushirikiana na mataifa haya jirani katika kuhakikisha kuna kuwepo na maendeleo ya pamoja? Mimi kwa kweli niseme ukweli ni kwamba kiitifaki, kidiplomasia, mikataba iliyosainiwa kati ya nchi na nchi huwa haiishii uongozi wa mtu mmoja. Endapo kiongozi mmoja anakuwa amemaliza muda wake, mikataba hurithiwa. Hiyo ndiyo diplomasia ya mikataba.
lakini kuwepo kwa Rais Museveni mwenyewe nadhani ni nafasi nzuri zaidi, kwa sababu anaifahamu hii mikataba, alikuwepo. Nadhani nategemea mikataba kuhusu kwa mfano bomba la mafuta ghafi, mkataba kuhusu reli kutoka Kenya mpaka Uganda, mikataba mingineo ya ulinzi na usalama katika eneo la maziwa makuu, kwa mfano usalama wa mashariki mwa Kongo. Rais Museveni anaijua vizuri swala hili, na kwa kweli nafikiri kwamba kuwepo kwake kwa sasa kutakuwa ni neema, kwa maana ya kwamba watu wengi watategemea kwamba mambo haya hayatayumba. Jambo moja ambalo viongozi na wananchi wa Afrika Mashariki wanamtegemea Museveni kwa kweli kwa kiasi kikubwa zaidi hapa eneo hili la ukanda wa maziwa makuu na Afrika Mashariki hasa, ni uwezo wake wa kuwaambia wazungu kutoka nchi za magharibi bila kupepesa macho. Uwezo wao wa kuwaambia nyinyi hamuwezi kutubabaisha, sisi hatubabaishwi na mtu yoyote. Hilo nadhani kwamba viongozi wenzake wa Afrika Mashariki watafarijika kwamba huyu mwamba wa wazungu amerudi na anaendelea kuwepo. Na kwa kweli baada ya miaka 5 hii itakuwa ni busara sana kwa Rais Museveni kuweza kupumzika. Nakushukuru sana. Amina, nashukuru sana. Asante sana. Huyo ni mchambuzi wa siasa na diplomasia Deus Kibamba akizungumzia matokeo ya uchaguzi nchini Uganda ambao tayari sasa yametangazwa, na tukishuhudia Rais Yoweri Museveni ambaye alikuwa anatetea kiti chake kupitia chama cha National Resistance Movement NRM ameshinda kwa asilimia zaidi ya 70, kwa maana ya 71.6. Mpinzani wake mkubwa alikuwa ni Robert Chagulanyi Sentamu maarufu Bobi Wine, NUP, National Unity Platform, lakini hakufanikiwa kumwangusha kama vile ambavyo watu walikuwa wakidhani atafanya hivyo. Lakini wagombea wengine walikuwa ni akina Mugisha Muntu, kina Robert Kasbante na wengine wengi, lakini matokeo ndo hivyo, na tayari sasa Museveni amekwisha kutangazwa kama mshindi. Taratibu nyingine za uapisho zitaendelea kutangazwa kadiri taratibu ulivyo. Na mimi nimemaliza kufanya mazungumzo na Deus Kibamba, na sasa moja kwa moja narejesha matangazo haya studio kuendelea na Jambo Tanzania. Jina langu ni Jackson Mwanuzi.